Tunajua kwamba shanga kwa mwanamke inatuma ujumbe, shanga kwa mwanamke ina spice up kule kuvumbulana. Lakini sasa wewe kama mwanamume, nataka kuanzia hii leo, ukimaliza tu kusikiliza unyagoni, na kama mwanamke wako ama mke uliye naye hana shanga, tafadhali, zipo nyingi tu, nunua. Hata kama yeye hatovaa, lakini hiyo utakayoinunua, anza kuitumia wewe mwenyewe. Unashtuka kwamba mwanamume pia anatumia shanga. Hakuna kitu kitamu kama shanga kutumiwa na wewe mwanamume. Ila unaitumiaje shanga mwanamume? Ndio nakuja hapa. Kila siku nazungumzia matumizi ya shanga kwa mwanamke, lakini leo nakupatia mbinu na namna ya kutumia shanga kwa wewe mwanamume. Ile shanga anayoivaa mwanamke wako ama mke wako, manake labda amezijaza kama 3 hivi kwenye kiuno, mwambie mpenzi wangu nipe 1. Ama ukiona itakuwa mushkil, nunua wewe shanga, umwambie hizo ni za kwako, nataka iwe unazitumia tukiwa pamoja, na hii ni yangu specifically. Kwa sababu shanga kama shanga inaweza kutumiwa kama kufanyiwa massage. Mwambie mwanamke wako kama ilikuwa hajui kwamba shanga, kando na yeye kuitumia, ile inaweza kutumika kwako wewe mwanamume. Sasa kwa sababu unataka kumuonyesha utundu yule mtoto wa kike kwamba mimi pia ya mambo nayajua, mpake mafuta mwanamke wako awe ngari ngari, kama ni mafuta ya nazi, kama ni massage oil, kama ni mafuta ya massage oil, yale ambayo uko nayo. Ilani naitoa na mapema, sijataja Vaseline hapa wala sijataja lotion. Kitu kinachohitajika hapa ni mafuta ya nazi, mafuta ya massage ama olive oil. Mpake mwanamke wako ama mke wako, kama ni kwenye mgongo, kama ni mbele kwenye kifua huku, mpaka mwili mzima. Alafu ile shanga sasa, kila siku wewe unatumia mikono kumpapasia nayo, leo tumia ile shanga kumfanyia nayo kama massage. It is one way of preparing your woman katika tendo. Sasa unamliwaza nayo, yani unamfanyia kama masaji, unamsugua nayo, unacheza nayo ile shanga, kwamba umeikunja imekuwa ndogo hivi kama size ya circle vile ilivyo circle. Hakikisha ile shanga, kwa sababu shanga kwanza ni nzito, haikatiki hata ukiivuta. So unaikunja mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka unapata size ndogo. So ile size ndogo unaanza kumchezea nayo mwanamke wako. Basi unamchezea nayo kwenye maungo yake, kwenye chuchu zake, kwenye shingo yake, kwenye masikio. Yani wewe unacheza nayo mpaka unafika kwenye kipochi manyoya. Sasa pale kwenye kipochi manyoya, shekhe, unatulia. Siku zote nakwambia mwanamume hufai kuwa kama kuku. Take your time, mchezee mke wako. Sasa ukifika pale kwenye kipochi manyoya, ile shanga unaiweka pale juu ya kipochi manyoya, kwa sababu si lazima utampiga mnyonyo mke wako. Sasa kipochi manyoya unakizungushia ile shanga, kwa sababu iko round, unaiweka ama unaikunjia pale pale kwenye kipochi manyoya, ile size ambayo inatoshana na ukubwa udogo wa kipochi manyoya cha mke wako. Alafu ikiwa pale pale unapiga mnyonyo, unapiga mnyonyo kipochi manyoya, alafu ile shanga unafanya kama kuipeleka juu na kuishukisha chini. Pale sasa you'll be serving 2 masters at a time. Ulimi unafanya kazi, but at the same time shanga nayo pia inacheza sehemu nyingine kwenye kipochi manyoya. Sasa mwanamke akiwa yuko lele pale, kwa sababu itakuwa umemtayarisha vizuri tu sana, ile shanga size ile ya udogo unaivisha kwenye uume wako. Sasa wakati wa penetration hapa sasa unataka kumvumbula, kwamba umemtayarisha, unataka tu afike kileleni na wewe pia ufike mshindo.
ile shanga unaivisha katika uume wako mwanamume. Sasa unamvumbula wakati ile shanga iko kwenye uume wako. Sasa unamvumbula, shanga nyingine itakuwa inashika sehemu yako wewe mwenyewe ya kwenye mashegele, lakini pia baadhi ya sehemu kwenye kipochi manyoya cha mwanamke wako ama mke wako. Wewe unapata raha na yeye anapata raha. Na nyote mtafika mshindo kwa staili nyingine kali sana. Sitaki na sipendi huyo mke wako akusome kama kitabu, kwamba anajua mimi mume wangu akija ataniambia kwamba geuka, panua miguu, vuta nguo juu. Hapana. Ameshakuzoea kwamba hauna mbwembwe, hauna heka heka, hauna yani jipya. Sasa muonyeshe shekhe, mimi kulala usiku haimaanishi kwamba ati ndio unifanye mimi deeche. Mwambie mimi mambo nayajua na nimeyajua na nataka kuyaput on practice. Sawa ili hiyo ndoa yako iliyofubaa kidogo ulete maanjumati. Hakuna kitu kitamu kama kuwa creative bwana. Mbona ukifika kazini unaulizwa yani idea mpya hapa, unakuwa wa kwanza kutoa idea, lakini kwako nyumbani kuna lemaa. Vile ulivyo active kazini, vile ulivyo active kijiweni kubishana na vijana wenzako ama wazee wenzako, jamani, pia kule nyumbani bishana hivyo hivyo. Sijui mimi timu ya Arsenal, sijui Manchester, sijui nini. Unakasirika timu yako ikifungwa. Nyumbani unapiga anza kufunga mabao nyumbani shekhe. Alafu uende ukatambie huko nje Arsenal na Manchester, nani mkali, lakini nyumbani umefunga mabao. Sawa Kwa hivyo jamani, mwanamume, kama mke wako hana shanga, chonde nenda ukanunue. Haijalishi itakuwa ni rangi ya pink, rangi ya green, rangi ya yellow, kwa sababu ile unaitumia kwa madhumuni na nia tofauti kuliko ile ambayo itakuwa anavaa yeye. Akivaa nyeusi, bila shaka itakuwa unajua hapa katuma ujumbe kwamba jamani, unataka kweli ndege itue kwenye kiwanja cha ndege, lakini kina manyasi. Kwa hivyo inahitajika ufieke kabla ya kutua ndege yako. Akivaa nyeusi, akivaa nyekundu, na kuonyesha ishara kwamba leo mambo danger mme wangu. Kuvumbula sio rahisi kwa sababu niko kwenye siku zangu. Akivaa nyeupe anamaanisha kwamba sasa hivi kila kitu shwari bila shari. Vumbula wewe utakavyo. Lakini ikiwa amekuvalia nyeupe kaimix na rangi ya pink, labda rangi ya gold, zikawa kama shanga 2-3, anatuma ujumbe kwamba leo chonde, shuka, panda, ninginia, anguka, lakini na kutumia ujumbe kwamba mimi nataka magoli 3. Kila siku natoa mafunzo kuhusiana na hizo rangi kwa matumizi ya shanga kwa mwanamke, lakini leo tafadhali hakikisha unatumia shanga wewe mwanamume.